Karibuni tena katika kipindi chetu cha kuwa na furaha kila siku na kila wakati. Happiness. Leo, kabla ya kuanza kipindi chetu, ningependelea zaidi twende katika kitabu cha Biblia, tusome kitabu cha Ufunuo, sura ya 19, tuanzie mstari wa 17, alafu tutizame ni kitu gani kinachoendelea leo, na tukikifahamu hicho kitu inaweza kuwa msingi wetu wa kuweza kupata furaha na faraja ya wakati huu na wakati ujao. Kwa sababu kipindi chetu ni cha kutujenga tukue na imani na moyo wa kwamba karibuni tunaweza tukakuwa na furaha. Ila kwa vyovyote vile ni kuendelea, ikiwa mtu ana imani na tumaini, hiyo imekuwa mwanzilishi wa mtu kuwa na furaha rohoni mwake, moyoni mwake, na kutulia ili ajue kwamba dunia ilivyo haitaendelea katika matatizo pekee, ila tuliumbwa kwa ajili ya furaha. Tusome Ufunuo kama nilivyosema, sura ya 19, tuanzie mstari wa 17. Nikaona pia malaika amesimama katika jua, naye akaita kwa sauti kubwa na kuwaambia ndege wote wanaoruka katikati ya mbingu, njooni hapa, mkusanyike pamoja kwenye mlo mkubwa wa jioni wa Mungu, ili mule nyama za wafalme na nyama za viongozi wa kijeshi na nyama za watu wenye nguvu na nyama za farasi na za wale wanaoketi juu yao na nyama za wote, za watu huru na vile vile za watumwa na za wadogo kwa wakubwa. Mstari wa 19 unaendelea, unasema, nami nikamwona yule mnyama wa mwituni na wafalme wa dunia na majeshi yao wamekusanyika pamoja ili kupigana vita na yule anayeketi juu ya farasi na jeshi lake. Na yule mnyama wa mwituni akakamatwa, na yule nabii wa uongo pamoja naye, aliyefanya mbele yake ishara alizotumia kuwapotosha wale waliopokea alama ya yule mnyama wa mwituni na wale wanaoiabudu sanamu yake, wakiwa bado hai, wote wawili walitupwa ndani ya ziwa la moto linalowaka kwa kiberiti. Lakini wale wengine wakauawa kwa ule upanga mrefu unaochomoza kinywani mwa yule anayeketi juu ya farasi, na ndege wote wakashiba kutokana na nyama zao. So, ili andiko la Ufunuo moja kwa moja huwa mara nyingi viongozi wengi wa kidini hawasomi hiki kitabu, lakini hiki kitabu kinatuonyesha moja kwa moja itakavyokuwa karibuni Yehova Mungu aliyeumba mbingu na dunia, Mungu wetu aliyetuumba sisi wote, atakuja kusimamisha uovu wote unaoendelea katika dunia ya leo. Imejionyesha kwamba wazi viongozi wa dunia ya leo wameshindwa kabisa. Badala yake wanaendelea kutekeleza maovu kila siku, wakiwa katika nafasi za
fanya vita, rushwa na mambo mengine, huku hawatekelezi tena majukumu yao ya kuwasaidia binadamu wengine. Isitoshe, wametuonyesha ule mnyama ambaye ni Shetani, kisha wakatuonyesha na pia dini za uongo wameambatana naye kwa ajili ya ulaghai na kuendeleza maovu, ili watu wote wa duniani wasikuwe na furaha. Huku dini za uongo zikienda kila wakati na kila siku kufanya kazi pamoja na viongozi wote wa duniani kwa maslahi yao ya kuwakandamiza binadamu wote duniani, huku wakiwanyanyasa na kuwatendea isivyo. So, wanatuonyesha kwamba yule aliyekuwa katika ufarasi mweupe huku akiongoza vita ya kuwamaliza wote, bila shaka ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu atakayetumwa hapa duniani kwa ajili ya kuangamiza wote pamoja na Shetani kumuondoa, ili binadamu sisi ambao tunaomtegemea na tunao tumaini la kuwa na furaha na kuishi milele katika dunia hii, atakuja kutuokoa na kutukomboa. Kabla ya hao viongozi wote, dini ya uongo na Shetani mwenyewe, wote atawateketeza. So, kwa vyovyote vile, mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu ya DRC Congo, wote ambao wako na matatizo aina tofauti, sana sana tunawezungumza kila wakati, wa mama ndio wanaendelea kuteseka kwa sababu ya kubakwa, watoto wao wanakosekana, wengine wanapelekwa katika sehemu za vita. Tunavyoona inavyoendelea mpaka sasa, na viongozi wote Shetani anaendelea kuwasukuma ili kuendelesha ukaidi wa kutokubali masikilizano, na ili waikae pamoja ili amani patikane katika nchi ya DRC Congo. Na sio DRC Congo peke yake, tumeona kwamba dunia nzima imechafuka leo. So, kwa vyovyote vile, karibuni tuwe na tumaini kwamba Yehova Mungu aliyeumba mbingu na dunia, karibuni atakuja kutuokoa sisi wote. Kama tumeshaona katika hiki kitabu cha Ufunuo sura ya 19 kuanzia mstari wa 17 mpaka 19 na 20 na 21, unaweza kuendelea kusoma zaidi ili uweze kupatia moyo wa kukuwa na furaha leo, kwa sababu kusoma itakupatia furaha na tumaini la kwamba karibuni tutaokolewa. Na isitoshe, kitu cha kusikitisha ni kwamba imezungumzwa kwamba ndege zote za angani zitaitishwa kwa ajili ya kula ile mili yote ya wale viongozi na wale watu wote ambao hawakuhitaji kumfuata Mungu wa kweli, ili zile ndege ziile ile mili yao. Sababu ni nini kuitisha ndege zote zikaja zikafanya hiyo sherehe? Hapa ni kwamba Armageddon, siku ya mwisho ikifika kwa ajili ya kuwateketeza wote, kumbuka kwamba watu waovu duniani ndio wengi kuliko watu wazuri. So, wakati maafa yatakayotokea kama kipindi cha wakati wa Noa, hii inadhihirisha wazi kwamba watakaoteketea ndio wengi kuliko wale ambao wataokolewa. So, kwa hivyo maana kwamba itakuwa labda vigumu kwao sisi ambao tutakaookolewa kupata ile nafasi na ule mwanya wa kuweza kuchukua ile mili yote na kuweza kuizika. Itakuwa labda
ni kubwa, kazi ambayo sio rahisi kuitekeleza. Kumbuka wakati wa Noa ni kwamba dunia nzima watu walifariki, wakawa wameokoka watu wachache. Noa na mke wake pamoja na watoto wake 3 pamoja na wake wa watoto wao. Yaani waliokolewa watu 8. So kwa hivyo ilikuwa vigumu kwao kuzika wale watu wote ambao walifariki. So Yehova alifanya system, alitengeneza kitu kwamba yale maji yaliweza kuwateketeza wote. Na istoshe, kumbuka kwamba wakati kunguru alitumwa, yeye kunguru alienda tu kwa kula ile miili. So kwa hivyo basi, na sisi pia katika kipindi hiki cha Armageddon karibuni, Yehova anakuja kuharibu wabaya wote na viongozi wote ambao wanaohusika katika mambo ya kuwanyanyasa binadamu wote. Karibuni hizo ndege zitatumwa kwa ajili ya kukula miili yao. Lakini hapa somo ni kwamba endelea kumtegemea Mungu, endelea kufanya lolote lile unaloweza kufanya ili usiwanyanyase watu wengine. Badala yake endelea kutendea watu vema, endelea kufanya makubaliano ya kupata usalama kwa ajili ya watu wengine waweze kuishi kwa amani. DRC Kongo nazungumzia kwa sababu ni nchi yangu. Inasikitisha kuona kwamba viongozi wote na wale wote ambao wanaoendeleza mapigano wanaendeleza mapigano kwa ajili ya biashara na tumbo zao, huku hawafikirii binadamu ambao wanaendelea kuteseka. Kwa mfano, ukisikia juzi nilifuata katika vyombo vya habari, wanaendelea kuonyesha kwamba Nanga yeye mazumuni yake ni kuendelesha vita, huku na serikali vile vile inakuwa ni msukumo wa kukokotana sehemu zote. So hawafikirii wamama pamoja na watoto pamoja na vijana wanaoendelea kufariki kila siku. Picha zimeendelea kuonyesha kwamba katika sehemu mbalimbali za nchi ambazo panaendelea matatizo ya vita kama Goma na Bukavu, vijana wako kwenye mlolongo, kwenye mstari wa kupelekwa sehemu, huku wengine wametoweka na wengine wamefariki kabisa. So wamama pamoja na wazazi wao au watoto wamelia machozi, wamekosa mtu wa kulilia, na mpaka leo imekuwa ni tatizo. So wengi leo wanaugua trauma, wengi leo wanaugua magonjwa ya akili, wamekosa mtu wa kumulilia isipokuwa hao viongozi wote wenyewe. Sababu zao ni ile asimali ya Kongo, huku wakisahau kwamba zile mali zitaendelea kuwepo na huku hawatapata chochote, kwa sababu binadamu tunavyoishi, tunaishi, tumekuja hatuna chochote na tutarudi bila chochote. So wao binadamu sio vizuri kufikiria kwamba yeye ataishi milele. So tatizo ni kwamba tu unavoleta vurugu lazima utakumbwa na vurugu. Tumeona viongozi wote kwa sababu wenyewe wamejitayarisha kwa ajili ya vita, lakini Yesu Kristo atakuja pamoja na malaika zake katika vita. Yani ni vita. Yani wenyewe wanajitayarisha. Tunavyosikia ulimwenguni leo, nchi mbalimbali, Russia, Marekani, Ulaya na nchi zingine wanaendelea kila wakati, ukitia ndani China, North Korea na nchi zingine, kwa ajili ya kutengeneza silaha zile kubwa kubwa ambazo zinaweza zikamaliza wabinadamu wote kwa mara moja. Yani
wao hawafikiri tena binadamu isipokuwa masilahi yao. Fikiria watu ambao wanatengeneza silaha za kuweza kumaliza binadamu wote duniani au atoweke, wao wakuwepo tu kuendelea katika masilahi yao wenyewe. So hili Biblia imetuonyesha katika kitabu cha Ufunuo, Yehova Mungu aliyeumba mbingu na dunia hata kubali waweze kufikia katika mpango wao wa kumaliza binadamu wote. Badala yake atakuja kwa ajili ya kuwaokoa, kama alivyofanya wakati aliokoa wana wa Israeli kuwatoa Misri na kuwabeba katika nchi ya ahadi Canaan, huku Farao pamoja na majeshi wake wakiteketea. So endelea kuwa na furaha leo. Ukisikia hili neno likupatie moyo, likupatie faraja, na ujue kwamba hata ukiwa kama umeshaugua ugonjwa wa trauma, sana sana watu ambao wanaishi katika hayo maeneo Bukavu, Goma, Mulenge, Minembwe na sehemu ambazo zinaendelea katika matatizo ya vita, Palestina, Sudani, Ukraine. So karibuni watakuja kutuokoa. Tuwe na furaha na tuendelee kutenda mema. Jikaze, furaha yako iwe ya kutenda mema kila siku. Happiness yako ukitenda mema na ukifanya yale yaliyo mazuri, utajisikia moyo wako unatulia na utakuwa na amani, na bila shaka utakuwa na furaha. Kwa sababu wewe hujatenda tendo lolote la kuweza kujibia baya kubaya. Jikaze, usifanye mabaya kwa mabaya kama wao wanaoviziana watu, yani waasi, kuwafanyia vibaya viongozi walio madarakani, na viongozi walio madarakani vile vile kuweza kurespond kwa ajili ya kuwatendea wale waasi vibaya. So wewe usikue kati ya hao watu. Uendelea kutenda mema, endelea kurizika na ile pumzi unayopata kila siku. Karibuni katika matatizo ambayo unayo. Watoto wako labda wamepotea, labda umebakwa, labda umesababishwa na mambo fulani ya ugonjwa kwa ajili ya hiyo matatizo ya vita, na ukijikuta katika hizo sehemu, endelea kuwa na tumaini na furaha kwamba karibuni aliyetuumba analiona hili na karibuni atakuja kulimaliza. Asante sana, shukrani, na washukuru nyinyi wote kwa kunifuatilia, kwamba neno letu leo ilikuwa ni kwamba karibuni Yehova Mungu anakuja kuharibu wabaya wote, viongozi wote na watu wote ambao wanaendelea kutekeleza yale yasivyo, huku wakisahau binadamu wengine, na huku wakiendelesha masilahi yao ya kutafuta vitu ambavyo wataviacha hapa hapa duniani. Shukrani, kwa heri, tuonane tena katika mada nyingine ya kuendelea kutafuta vilivyo tunaweza kuwa na furaha kila siku, kila dakika, katika roho zetu, katika nafsi zetu na katika matendo yetu. Asante sana, kwa heri.